wabarakatuh. Faradi Hajati, Faradi Sheikh, Faradi Maulana, Faradi wote. Sasa kwa dakika chache ambaye nipa nafasi hii tena kwa Kalinda na wewe nipo hapa leo. Hakuna bahati mbaya popote ambapo upo na watu, kiongozi wa nchi na nafasi yote ya kiongozi sio bahati mbaya. Na maadamu kuumbwa kwa dunia, Mungu alijua utakuwa na nafasi hiyo. Hata ufanyeje utafika, atakuwa mwenyekiti wa jumuiya, haitawezekana. Ndio maana utapita kwenye mahoteli hapa duniani, utaingia, utaonyesha tu pale Serena Hoteli. Utaingia maeneo mengine duniani, hata kuingia hapa ni neema ya Mungu. Ametulinda na kutulinda na Mungu. Hapa tuzungumzie jambo la nchi yetu, hapa sio bahati mbaya. Nabii Suleiman anaandika kwenye Mithali sura ya 16 mstari wa 4, anasema Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, na hata wabaya kwa siku ya ubaya. Katikati ya wabaya, Mungu akikusudia huondoki hapo, watapiga kelele, watatukana, hutoki hadi Mungu aamue. Kwa hiyo hakuna bahati mbaya, bahati mbaya ni wanadamu. Mume aliyekuoa sio bahati mbaya, ukiwa kwako kwa maanaye songa mbele. Aliyekuoa sio bahati mbaya. Unaona wanawake wengi, unaona wavulana wengi, uliona left hand, huyo ndio right hand, songa naye mbele. Hakuna bahati mbaya. Usidhani na mtu mambo ya zamani, wote nakatokea wapi? Huyo unaye. Awe mrefu, awe mfupi, awe mweusi, awe mnene, kumbatia, awe mnene kama mbuyu, songa mbele naye. Usipeleke kwenye mazoezi, kama ndio kwenye KT, huyo naye huyo. Hakuna bahati mbaya. Hata ananja kuvaa baradashia sio bahati mbaya. Hii ni Mungu amekusudia. Kwa hiyo niseme maneno machache. Kwanza tukubaliane kwamba tupo tofauti, tumeumbwa tofauti sana. Na changamoto za utofauti wetu ni baraka mbele za Mungu. Duniani hatugombani, ni mtazamo na tafsiri ya mtazamo. Hatuwezi kufanana. Mkioana wote mnafanana, maana yake nyinyi ni msikule ngone tuwaombee. Lazima mbishane, huko mbishana ndio baraka yenyewe, ndio utu. Tunaenda kwa siku kumshukuru naibu mufti, lakini niwashukuru pia ndugu yangu Kunjamoto Foundation, alinialika hata kule Bunguti kwenda kula nyama. Nishukuru ndugu yangu wa Jumuiya ya Maridhiano. Tunakutana sana. Niwashukuru ndugu zangu mara ya pili tena mmenikaribisha hapa. Lakini baada ya kutoka hapa nilioga matusi na viongozi wa dini, matusi ya kila rangi. Na mengine ni mara yangu ya kwanza kuoga matusi. Sasa hapa duniani unatakiwa upone ukombozi wa fikra kwanza. Mungu anapotumba anawekeza mambo manne. Jambo la kwanza kumcha Mungu, jambo la pili akili. Akili yako ikipona, mtu hata kama anatukana asifanye dustbin. Hata kama anatukana unasonga mbele, unamhurumia kwanza. Kwa hiyo wanalisi ng'ombe na nyumba, wao wazazi wake wamemsisha matusi. Kwa hiyo ndio urithi wake. Hutapata tabu. Mimi sio dustbin. Tukana unavyoweza. Mimi naishi na vijana wadaza kule wananiibia kila kitu, nasema langu iliyobaki kwa watu sababu maisha yanaendelea. Tungalia Nanja na taasisi ya Nanja Compassion Foundation kwa ajili ya vijana wadaza kule. Tumesajili na taasisi ya changamoto ya afya ya akili. Lakini mlezi wa taasisi 19 Tanzania, Mother of Mercy Foundation, Nishati Safi na Mama Samia, na Nasifu Orphanage Center, tunatunza vijana walioshindwa kusoma bure secondary form 1 mpaka form 4. Real Life Ministry kulebusa watoto wanaotelekezwa, tunawatunza pale, wanaendelea kusoma, maisha yanasonga mbele. Kwa hiyo hapa Tanzania hakuna ajira, lakini kazi zipo. Changamoto za watu ndio kazi yenyewe. Ndio vijana tunayasema kwa ajili ya mateja, hakuna unga, hakuna nganda wala ndomo, hakuna rosto. Tunakutana na nguvu ya Mungu, maisha yanasonga mbele. Tunapozungumzia amani tunazungumzia bidhaa adimu. Hapa mimi nawashukuru sana. Ninyi mmetengeneza kitu kinachoitwa utu. Kukaa pamoja kuzungumza, hata kama kuzungumza chochote hapa. Mkamaliza kwa maombi MC. Mkamaliza hapa kwa dua, kuna kitu mmetengeneza kinaitwa utu. Sisi tuna utu. Sisi wanyama. Swala na simba kule Mikumi hawatakaa kikao hata siku moja wazungumze, wanatafunana wataishia hivi. Watatafunana mpaka kiyama huko. Sisi hapa lazima tunakaa na tunazungumza, tuna kitu kinaitwa utu. Wewe una utu, unakubali tukae pamoja na dini mbalimbali, rika mbalimbali, umri mbalimbali, uwezo tofauti. Tunakaa pamoja tunazungumza, hiki kitu kinaitwa utu. Na hiki ndio tunachopoteza utu.
Sisi sio wanyama, sisi tuna utu. Nabii Suleiman katika Mithali sura ya 12 mstari wa kwanza anasema apendaye mafundisho hupenda maarifa. Mara nyingi matatizo watu hawataki mafundisho ya dini, hawataki mafundisho yote duniani. Anaamka anasonga mbele. Kwa hiyo amani ni bidhaa adimu. Nabii Suleiman anaandika kwenye Mithali sura ya 12 mstari wa 10 anasema mtu mwenye haki hufikiria uhai wa mnyama wake, bali mtu muovu huruma yake ni ukatili. Sasa tatizo hapa la kukosa amani ni tatizo la nafasi ya Mungu kwanza. Ule uhusiano wa mtu na Mungu, anaandika Paulo kwenye Rumi sura ya 5 mstari wa kwanza, uhusiano wa mtu na Mungu. Mungu sisi anatuhurumia wapendwa. Angehesabu maovu hakuna ambaye angesimama. Anajua siri zetu hapa na mafumbo yetu. Angeonyesha mambo yetu tungekimbiana, tusingekaa hapa nikikaa hapa. Mwingine hapa mwanga, mwingine nini, mwingine. Yaani wote tuko pamoja. Mungu anatuvumilia huko. Hata ndugu tuliozaliwa tumbo moja kwa kosa dogo tu hawatupendi, lakini Mungu anatukubali. Amani binafsi ya Mungu anayofanya bila ya toba, bila kitu chochote. Mungu anatuhurumia. Ile amani binafsi na mtu. Biblia inasema Suleiman katika Mhubiri, katika Mithali sura ya 8 mstari wa 13, Nabii Suleiman anasema kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi, majivuno, njia mbovu na kinywa cha ukaidi. Ile ni uhusiano wa Mungu. Kumcha Mungu jambo la muhimu sana. Kuna watu wana kiburi hapa duniani sio mchezo. Wanataka vianzishwe mapambano. Kumbuka mabomu ya Gongo la Mboto, alisema mmoja. Mabomu ya Gongo la Mboto yalipolia mara ya kwanza watu wakasema basi hiyo basi. Mara ya tatu walipoona tungi la moto juu, wengine walipiga magoti barabarani, wenyewe wanatubu leasha nimechukua mimi. Ule Elizabeth wa kwangu ni samemu wenyewe. Watu walikimbia kutoka Gongo la Mboto, walikatiza mpaka Kiruvya kwa mguu, walitembea wakapanda Kibamba kwa mguu Mbezi mpaka kanisani kwangu Kibangu Chomo. Yeye mwenyewe atakukimbia, mnikimbia mwenyewe atakukimbia. Wengine wamebeba Mungu, wamesahau watoto. Mungu ametulia, Mungu ametulia, Mungu ametulia. Kwa hiyo jambo muhimu sana, amani ya mtu binafsi na Mungu kwanza. Jambo la pili, amani ya binafsi. Yaani mtu lazima awe na amani binafsi yeye mwenyewe. Anaandika kwenye Luka sura ya 7 mstari ule wa 50. Yule mwanamke mjane aliyemwendea Yesu Nabii Isa, akamwendea akampaka mafuta kwa nywele zake. Akamwambia nenda zako kwa amani binafsi. Kama huna amani, ndio maana na taasisi ya changamoto ya afya ya akili mimi ninayo. Ukiona unajaza chakula kimejaa kwenye sherehe mpaka kinamwagika, una changamoto ya afya ya akili. Ukiona unakula sausage ukonde kama kunguru, ndege asiyekuwa na damu, ndege asiyeliwa, una changamoto ya akili. Unanuna bila sababu kwenye mapikao, una uso wa limao, una uso wa epo, una changamoto ya afya ya akili. Una miaka 60 unataka kuondoka kwenye ndoa, parachichi zimeanguka, una changamoto ya afya ya akili. Amani binafsi. Hiyo sio sura yako wakati unaolewa, na hiyo sio sura yako. Unjua uso wako sio sura yako. Una changamoto ya afya ya akili. Amani binafsi. Amani aina ya tatu ni ile kukubali kazi ya Mwenyezi Mungu. Amani ipitayo akili zote. Haijalishi changamoto ya namna gani. Haijalishi Tanzania kuna vyama vingapi. Haijalishi Tanzania tuna dini ngapi. Katika mazingira hayo bado una amani. Amani ya Mungu ipitayo akili zote. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 7. Na Yesu anawaambia kwenye Yohana sura ya 14 mstari wa 27, amani yangu nawaachia, niwaachia mimi, sio kama ulimwengu uachavyo. Msiwe na hofu. Dunia hii sasa imetengenezwa hofu. Uchaguzi tuna hofu, tunakataa kila roho ya hofu. Na yoyote anayetuondolea amani hamchi Mungu. Maana Biblia inasema kwenye Mathayo sura ya 5 mstari wa 8, heri wenye moyo safi. Anasema kwenye Zaburi, Daudi kwenye Zaburi ya 28 anasema ni nani aliyepanda kwenye mlima wa Bwana? Ukiona kiongozi wa dini anahubiri matusi, nani aliyepanda kwenye mlima wa Bwana? Mtu mwenye moyo safi, asienena kwa hila. Kuna watu wana hila hata viongozi wa dini. Hapa leo nimevaa baraka ya matusi ndakayoga leo. Tutana tu. Tamatataku sana. Leo umeniingiza kwenye moto. Lakini mimi nachotangaza ni amani. Sio huu natembea kama nacheza step kupiga bomu nitaenda wapi? Tangaza amani. Hiyo amani
ipitayo akili zote, haijalishi mazingira. Na hii ndivyo ilivyo. Hata ukioa mke, ukiona mke amenyamaza, nyumba ishakufa. Unamwambia mke lazima ateteke. Mume lazima audi, hayo ndio maisha. Na wote mkinyamaza kimya, nini msikule. Joni tuwaombee. Kila kitu kwa kiasi. Kwa sisi kwetu kule kwa Galatia 5:22-23 ile 23 kuna maneno mawili, upole kiasi. Kuna mtu kwetu kule tunakabisha kuombea chakula anaombea mpaka vita vya Ukraine. Kwa maana kwa kiasi, kwa sababu mwanamke mleka kuna pesa mbele kama mjibu wake. Kama unaye wewe kwa maana yake. Malizia amani ya mwisho ya watu wote. Huwezi kuwa na amani na watu wote kama alisema kanuni Goda, kama huna amani mwenyewe binafsi. Na watu wamezaliwa hawana amani binafsi wenyewe. Wana uchungu, wana majeraha, wana changamoto ya akili, wanatamani kuona kuna mafarakano. Hata kama tunapishana kwenye vyama, tunapishana kwenye dini, tutunze bidhaa adimu amani. Amani yetu. Kwanza amani. Hata Yesu mwenyewe anaitwa mfalme wa amani. Asemi mfalme wa haki kwanza, amani. Kwa hiyo ni vizuri tuambiane kweli juu ya amani. Na kweli na mambo matatu. Hata kama kweli haiungui. Ule hata mchome moto alisema kweli itabaki. Jambo la pili, ukubali kwamba kile kilichosemwa ni kweli. Uende pembeni ukubali. Ndipo utapona. Ndio utagombana na kweli, ugombani na mtu. Kweli na mambo hayo. Hata wewe hata uniseme, lakini natangaza amani. Tanzania yetu, Tanzania ya amani. Na kiongozi wote pale alipofika kwa bahati, Mungu amekusudia kabla kwa misingi ya dunia. Akiamua kiongozi fulani 2025 awe kiongozi, hata ufanyeje, hata ujikatekate, utokane matusi yote duniani, atakuwa kiongozi. Ni nafuu upate nafasi ya kuzungumza naye kwa amani. Na ukileta ukorofi, mdomo unaingiza chakula ndio utakapikia huo. Asiyepungwa na mama. Sisi hapa tunahubiri, lakini kuna watu ambao wakigeuka hapa wanaweza kula hata watu wakigeuka, sio mchezo. Mimi nilienda Kongo Rugumbe siku kila sangoni misango malamu sasa na sasa mbona nani Kongo na ngai Katanga alipotea kule Katanga. Mimi nimerudi nimeona watu kwenye msiba, vile vikundi vya polini vinawakuta kwenye msiba. Nataka kwenda kuzika marehemu wenu, wanamwambia mtoeni, hakuna kuzika. Toa kwenye sanduku, kata. Mnamkata kwa shoka, halafu mnachemsha supu, mnamla. Goma upigwe chuma, unakula wewe. Kidole cha kaka, unatafuna. Kwenye tendo nchi kitafuka wapendwa. Chonde hata hizi slogan zenu, kauli mbiu zenu, chonde, msitafue nchi hii. Ukigoma unapigwa chuma, unachemsha na wewe pale. Kwa hiyo mwenyewe utatafuna ili jicho la kaka sio la kaka. Chuma ni ngoma. Wapendwa, unafanya biashara zako, unakanga miguu ya kuku, unafanya kila kitu, mtumbo wa kuku na nini? Hapa duniani hapa penye amani, tusonge mbele, tuilinde amani. Madhabahu zinazotukana sio dini. Hayo sio Mungu, ni makusanyiko ya kidini. Wana faida zao. Mtu wa Mungu hatukani. Na badala ya kufanya maombi ya kuwa matajiri, ombea maombi ya watu kwa nini? Tuombee midomo michafu. Domo lako asubuhi. Ukiamka asubuhi ombea domo lako, domo lako. Litunze domo lako. Apendaye maisha na kuona siku njema, au sio mdomo wake usinene bila. Ukitaka kuchafua siku domo, hata pale nyumbani unataka kuchafua siku domo lako, tutanda wewe. Kwa sikuelewi. Hata wewe kama unataka sikuelewi na unataka mwenyewe sijielewi. Amani yetu